Ikiwa ni saa 9 juu ya alama, karibu msikilizaji popote ulipo, ni matumaini yangu mzima na ubuheri wa afya. Karibu kwenye muktasari wa Alshifa. Jina langu Diana Faith Isabella. Mwendeshaji bodaboda mmoja Likoni Mombasa amenaswa akiweza kuiba nyama kwenye bandari inayochemka katika hoteli moja eneo la Likoni. Riziki Sheba mwenye umri wa miaka 24 kutoka eneo la Senti 10 ameweza kunaswa akiwa na vipande kadhaa vya nyama ya ng'ombe mkononi mwake na kingine mdomoni katika hoteli ya Lix iliyopo ndani ya eneo la Feri karibu na klabu ya Simba. Na bodi ya kudhibiti kutoa leseni na kuweka kamari BCLB imeweza kutangaza kusimamisha matangazo yote ya kamari kwa siku 30 katika mifumo yote ya habari nchini Kenya. Maagizo haya yanalenga kushughulikiwa wasiwasi unaoongezeka juu ya uraibu wa kucheza kamari haswa miongoni mwa watoto walioko chini ya miaka 18. Wakuu katika idara ya usalama wanatarajiwa kuzuru eneo la Angata Barikoi baada ya kushuhudiwa kwa mzozo wa ardhi ya shamba ya ekari 6 na kusababisha vifo vya watu 5 baada ya kupigwa risasi na maafisa wa usalama, huku watu wengine 10 wakiwemo maafisa wa GSU kujeruhiwa. Wananchi wenye ghadhabu kali wametaka majibu kutoka kwa serikali, wakisema kuna mabwenyenye wanaopanga kunyakua ardhi hiyo. Hapo jana maafisa wawili wa GSU walijeruhiwa na kudungwa mishale kwa kichwa na kiuno kwenye mzozo huo. Wenyeji wameapa kuhakikisha watapata haki yao na shamba hilo kusalia. Wananchi wa Kenya, sisi ni wenyeji wa Kenya hii na shamba ni yetu na tuwezi toka katika hili eneo. Watu wanauawa bure. Akia Mungu, watu wanauawa bure kwa shamba. Kidogo tunasikia mlio ya risasi. Kidogo watu wamanza kupigwa, lakini leo ni watu wa serikali ndio wanatupiga. Na kwingineko ni kuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kwamba yuko na nia ya kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi mwaka mkuu wa 2027. Gachagua anatarajiwa kuzindua chama chake cha kisiasa mwezi ujao. Hata hivyo, amesema kwamba yupo tayari kumuunga mkono mtu mwingine kuwa mgombea urais. Cha msingi ni kumwondoa rais wa sasa mamlakani. Amesema kwamba anashirikiana na viongozi wa upinzani. Katika habari za kimataifa ni kuwa rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo ameeleza nia ya kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Kiongozi huyo ambaye ni kinara wa chama cha African People's Party alihukumiwa kifungo cha miaka 20 na mahakama ya nchi hiyo kwa tuhuma ya kuchochea uchaguzi mkuu mwaka 2010 na 2011 zilizosababisha vifo vya watu 1000. Ikiwa ni dakika 5 zimeweza katika baada ya saa 9 saa za Afrika Mashariki, tuweze kukutana saa nyingine. Jina langu Diana Faith Isabella.